Waelimisha rika 25 waliopata vyeti kutoka chuo cha Tanzania Labour College Mbeya kilicho chini ya shirika la wafanyakazi ambao pia na wafanyakazi wa nyumbani kutoka mikoa 6 tofauti wameanza kutoa mafunzo kwa wenzao mkoani Mwanza. Hatua hiyo inafuata mafunzo ya siku 5 mfululizo waliopata kutoka shirika la kazi duniani ILO, CHODAU na serikali yaliyolenga kuongeza uelewa juu ya haki zao za msingi, kazi zenye staha, usalama na ustawi kazini. Akizungumza jijini Mwanza, Desdelia Simon, mwelimisha rika na mwenyekiti wa wafanyakazi wa nyumbani mkoa wa Morogoro, amesema kuwa mafunzo ya awali ya siku 5 yaliyofanyika Arusha yaliwajengea uwezo wa elimisha rika hao 25 na sasa wameanza rasmi kuwafikia wenzao katika mitaa na maeneo mbalimbali wanakofanyia kazi. Hapa Mwanza tupo kwenye washa ya pili. Washa ya kwanza tulifanya mkoani Arusha na sasa hivi tuko hapa Mwanza, na hapa Mwanza tumekuja kama waelimishaji rika kwa ajili ya wafanyakazi wenzetu wa nyumbani mkoa wa Mwanza. Elimu ambayo tumeipata sisi, yani tumefaidika kwamba badala ya kuwa na ushirikiano wa wote sawa, shirika la kazi duniani ILO na CHODAU, tunapata haki ya kutetewa maslahi yetu ikiwemo mshahara. Endapo mimi nafanya kazi kwa mwajiri wangu au mfanyakazi wa nyumbani wowote anafanya kazi kwa mwajiri wake, ampe mshahara kwa wakati, tunapata utetezi wa kisheria. Na pia hizi elimu zinatusaidia kupata haki zetu za msingi kama faragha au usiri. Hii hapa wafanyakazi wengi hawaipati. Lakini sisi tushajua kumbe haki ya faragha na usiri ni haki yetu. Kwa hiyo tunaleta elimu kwa wafanyakazi wenzetu wengine ambao wakupata hii elimu kwamba wana haki ya kuwa na faragha. Ambayo hii faragha ni kuongea na simu. Hutakiwi kuongea na simu bosi wako awe anakusikiliza. Hautakiwi ulale chumba ambacho hakina mlango, hakina kitasa au mlango wake mbovu. Muda wote tu chumba chako tu kinaingiliwa. Muda wote hiyo haitakiwi. Tunatakiwa kwamba tulale iko chumba ambacho kinafanana tu na mwajiri. Maana sisi ni wafanyakazi kama wafanyakazi wengine. Ambacho iko chumba kiwe kinapitisha hewa. Na kama kipitishi hewa kiwe na vyombo ama vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia wewe kupata ubaridi. Na kama iko chumba kinapitisha ubaridi sana, kiwe na kitu chochote ambacho wewe kitakufanya upate joto. Ndio maana hivi tunapata hii elimu, tutambue kwamba mkataba wa maandishi si lazima tupatiwe kama wafanyakazi wa nyumbani, kwa sababu sisi ni wafanyakazi wa nyumbani ni kama wafanyakazi wengine. Endapo mimi bosi wangu ataniambia hivi, huyu sio mfanyakazi wangu au hajanilipa stahiki zangu, kipi mimi kitanitambulisha kwao? Ni ule mkataba wangu wa ajira wa maandishi. Nikisema upande wa mtaa wangu wa Buganda, kabla hatujapata mafunzo haya ama semina hizi, ukweli kulikuwa na changamoto kubwa. Hii hasa katika kupokea malalamiko ya wafanyakazi wa ndani, wakilalamikia mapunjo ya mshahara yao ama wengine kutolipwa kabisa, pamoja na ukatili mbalimbali. Na katika hili sasa, upande wa mtaa wangu wa Buganda, baada ya muda huu mrefu kuwa tumejaribu kuwa na haya mafunzo, kwa sasa kwa kweli niweze kusema kwamba hali hii imepungua sana. Japo bado yako mambo madogo madogo ambao pia sasa tunadhani mara baada ya semina hizi kuwa zimefika kwetu, narudi mtaani tena sasa kuihamasisha jamii kwamba tuiambie na kufahamu kila mmoja kwamba yoyote anayekuwa na mfanyakazi wa ndani aone ni mmoja wa mtu kwenye familia yake ambaye anahitaji kupata haki sawa kama namna anavyoweza kuijai familia yake. Dorcas Juma ni mfanyakazi wa nyumbani aliyewahi kushuhudia mwenzake akipitia ukatili wa kijinsia wa kingono bila kuweza kuripoti kutokana na hofu ya kupoteza ajira pamoja na kutojua mahali sahihi pa kupeleka tatizo hilo. Amesema elimu aliyoipata kutoka kwa waelimisha rika hao imemsaidia kujua hatua stahiki za kuchukua kuanzia sasa pindi anapokutana na changamoto kazini. Elimu walioitoa wafanyakazi wenzangu wa ndani ni elimu kubwa ambayo imenisaidia mimi. Kwanza nimejifunza jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kuongea na bosi, jinsi ya kukabiliana na matatizo ambao unakutana nayo, changamoto. Sana sana tunapitia changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa kweli kitendo wanachokuwa wanatufanyia mabosi. Lakini wanapokuja kutuomba tukafanyia kazi, hatuwezi kujua hizo changamoto. Tunaombeni jamani, mtusaidie, mtufundishe, mtutumie watu hao wanaotufundisha leo. Wametufundisha vitu vingi, wametufundisha jinsi ya kuepuka nao, wametufundisha jinsi ya kuandikishana mkataba. Mkataba unatusaidia, maana ninavyoweza kutendewa hicho kitendo naweza nikakimbia hata kwenye vyombo vya moto wakanisaidia. Muda mwingine anakutishia,
anakwambia nyumbani kwenu ni mbali, nikikunyima mshahara utafikaje? Kama huwezi kukubali hichi kitu, utakaa huku na hakuna mtu atakayeweza kukusaidia. Inanibidi mimi kufikiria mara mbili. Muda mwingine unakubali tu kutendewa unyama, japokuwa mazingira yanakuwa hayaruhusu. Nakubaliana na hicho kitu. Hicho tu ndio tunachopitia, yaani ukatili wa kijinsia kwa kweli, kitendo wanachokuwa wanatufanyia mabosi. Na washukuru, nimejifunza vitu vingi sana ambavyo sikufahamu, na pia waendelee kutufundisha na wengine baadhi ambao watakuja kwa wakati mwingine. Na mimi kupitia niliojifunza natamani wenzangu niwafundishe na mimi nitoke kama alivyotoka yeye. Naye Beatrice Kuloba, mfanyakazi wa nyumbani kutoka Mwanza, ameeleza kuwa ushauri huo kutoka ILO, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira pamoja na wote sawa, umemsaidia kujua haki zake, ikiwemo swala la mikataba. Na waombeni sana mabosi zetu mnaotuajiri wafanyakazi wote. Serikali inatambua uwepo wetu. Basi na nyinyi mabosi zetu tunaomba mtambue uwepo wetu kwenu. Mtusamini kama tunavyowathamini nyie. Tunakubali kuja kufanya kazi kwenu, na sisi mtupe kipaumbele kama tunavyowathamini nyie. Najisikia vizuri kuelimishwa na mfanyakazi mwenzangu aliyepitia hizo kazi za ndani na mpaka sasa bado wanafanya hizo kazi. Wanatuelimisha na sisi tutambue haki zetu mahali pa kazi.